Na ndio maana Mungu ameweka vifaa vya kiroho ili viweze kukusaidia, na kifaa kimojawapo ni madhabahu. Lazima uweze kuwa na madhabahu. Unapokuwa na madhabahu, hauna haja ya kuwa na maneno mengi. Hapana, ile madhabahu inasimama na kukutetea. Ile madhabahu inasimama na kupigana kwa ajili yako. Ile madhabahu inasimama kusema kwa ajili yako. Ukitaka kuamini hiki ninachokisema, muulize Elia. Elia amefika mahali anakuta kuna manabii wa Baali, wachawi wamesimama almost 400. Elia akaiangalia ile ngoma akasema, sikiliza, sasa kama tujaingia kwenye vita, fanyeni hivi, jengeni madhabahu na mimi nijenge madhabahu. Elia alijua vita ya madhabahu inapigana wapi? Madhabahuni. Ndio maana ukitaka uweze kumshinda adui mahali popote pale, piga madhabahu yake. Hata shetani akitaka akushinde wewe, anapiga madhabahu yako. Na ndio maana kwenye kanisa kuna wakati mtu nasikia kabisa ya hautaki kuja kanisani, si kwamba eti hautaki kuja. Kuna vita ya kiroho ambayo inakutenganisha na madhabahu. Shetani anajua kisha vitu vyake. Unapokuja madhabahuni, wewe hii madhabahu inanena mema, inakufungua. Kwa hiyo anachokifanya shetani, anakuweka mbali na madhabahu. Unashangaa ghafla unaanza kumchukia mchungaji, unaanza kuchukia wazee wa kanisa. Yaani unapoona kwenye maisha yako unaanza kuwa na udhuru kwa Mungu. Yaani unajua Bwana Mungu, sasa hivi majukumu yamekuwa mengi, kwa hiyo Mungu ngoja kidogo, vitu vyote weka pembeni, Mungu patie kipaumbele kwenye maisha. Utaanza kuona Mungu akikubariki kwa namna ya ajabu sana. Bwana Yesu asifiwe sana. Ndio maana hata wachawi katika ulimwengu wa roho hao ni waaminifu kwenye madhabahu zao. Lakini kwenye nyumba ya Mungu mtu anakuja anavyotaka yeye mwenyewe, anajipangia ratiba yeye mwenyewe. Ndio maana kwa sehemu kubwa mwisho wa siku nasema kwamba unajua, niliomba sana lakini sijapokea chochote. Nilimlilia Mungu sana, sijaona matokeo yoyote. Lakini kumbe kuna mahali kwenye ulimwengu wa roho kuna kitu nakosea. Lakini leo mimi nakufundisha kwa neema ya Roho Mtakatifu, anza kuambatana madhabahu ya Mungu aliye hai. Iwe mvua, iwe jua, iwe raha, iwe kilio, shika madhabahu mpaka kielewe. Haleluya, Bwana Yesu asifiwe. Na utakapofanya hivyo, sasa kuna vitu automatically kwenye maisha yako itaanza kukuachilia vyenyewe. Kuna vita itaanza kuondoka vyenyewe kwenye maisha yako. Nasema na mtu mahali hapa. Sasa sikiliza hapa. Narudia tena, nimesema kwamba madhabahu ni mahali pa ibada. Nini maana ya ibada? Tuweze kuelewa. Watu wengine wanaweza kusema kwamba Bwana, leo nimefanya ibada kwa nisikia moyo wangu umebariki. Nini maana ya ibada? Sikiliza, ibada ile hali ya kusifu, kuabudu, kuomba na kumtolea Mungu shukrani. Naposema kumtolea Mungu shukrani, inahusisha dhabihu, sadaka na vitu vingine. Na kumtolea Mungu shukrani, hivi ndivyo vitu vinne vinavyokamilisha ibada. Hata ukienda kwa wachawi, wao wanasifu, wanaabudu, wanamtolea Mungu wao shukrani. Ukienda kwenye madhabahu zao, kabla mganga akuabudu, kuna ibada anafanya. Kuna nyimbo anaimba, zina Bwana Gorogodi, Bwana niangalia vipa, zina Bwana niangalia vipa. Anasema wamekuja wazee, sasa wamekuja. Baada ya kusifu, anaimba nyimbo zake kama anasema na mtu hapa. Ndio maana wewe uliokoka unaweza ukawa kwenye kanisa usielewe maana ya kuimba. Enda popote pale, hakuna mganga atakuagua pasipo kufanya ibada ya kuimba. Ataimba nyimbo zake, ataimba mpaka mapepo yake atakaposhuka, ndio ataanza kutabiri. Ongea na mtu hapa. Bwana Yesu asifiwe sana. Akishatabiri atakwambia, sasa mwanangu, umekuja, weka sadaka ya waungwana hapa. Utaweka hiyo sadaka kwenye ile madhabahu. Pale hapo sasa ndio utatoka. Anasema umekamilisha ibada ya miungu. Sema na mtu mahali hapa. Hiyo ni sheria ya ibada kwenye madhabahu. Let me tell you one thing. Katika vitu vinaita roho kwa haraka sana ishuke kunako madhabahu ni nyimbo zinazoimbwa katika madhabahu. Na ndio maana unajua leo hii mtanisamehe sana, siwakatazi, kuna ukisasa mwingi umeingia kwenye kanisa. Lakini let me tell you one thing. Katika ulimwengu wa roho kuna tune ya kiroho ambayo ikipigwa ni aina fulani ya roho inashuka kwenye hilo eneo. Si kila nyimbo utaimba itaita roho wa Bwana kwenye madhabahu. Kuna nyimbo nyingine ukiimba italeta roho ya ukahaba hapa. Sema na mtu hali hapa. Na ndio maana unasikia pale wakati nabii anaimba zile tenzi za roho, unasikia tayari roho Bwana anaanza kutembea. Hata leo walianza kutoka makamasi hapa. Kwa sababu gani? Kwa sababu kuna aina ya nyimbo ikiimbwa, kuna aina ya muziki ukiimbwa, automatically anga inafunguka, halafu
kwenye madhabahu anashuka. Na ndio maana kwenye kanisa kitu cha msingi sana cha kwanza kuweza kuboresha ni katika eneo la maabudu. Wale ambao wanaabudu kwenye madhabahu lazima waweze kujua ni namna gani wanaabudu, kitu gani wanaabudu, kitu gani wanaita. Litukuze ile jina la Mungu mpaka akisikia mwenye hilo jina anashuka hapo mahali. Bwana Yesu asifiwe sana. Inue jina la mwenyewe, akisikia ile maabudu anasema anaenda. Kwa hiyo lazima uweze kuangalia aina gani ya maabudu unaabudu. Yaani ukianza kuabudu kuna vitu lazima uweze kuvifanya kwenye madhabahu. Unajua Mungu ana tabia moja. Yeye anapenda sifa, anapenda kusifiwa. Yaani unapomsifia Mungu, unapomsifia, ukamsifia, uone kitu chake kinapata moto, anashuka. Utashangaa kansa inaanza kuondoka, viungo vinaanza kuvunjika, kwa sababu watu mahali wamelitaja jina lake, wamelisifu jina lake, wameliinua jina lake. Maandiko anasema hivi, wakati Sauli roho chafu kutoka kwa Bwana ilikuwa ikimjia, alikuwa anatafutwa Daudi. Daudi akienda alikuwa asemi kwa jina la Yesu, alikuwa anapiga kinubi. Kuna msiki Daudi alikuwa anaupiga, akipiga ile pepo chafu ndani ya Sauli inamtoka, Sauli anafunguliwa. Kwa ni msiki peke yake. Daudi alikuwa anapiga msiki pale mpaka lile pepo chafu ndani ya Sauli linaondoka. Wenzako usiku walishahimba manyimbo yao ya kichawi, wakashusha maroho yao machafu, wakaleta maroho ya usingizi, wakaleta maroho ya kutoelewa, wakaleta maroho ya hasira, wakaleta maroho ya kutokuwa tayari. Wewe hujui, lakini unapoingia kwenye madhabahu ya Bwana, wakati unafanya ibada, sikiliza, hata ufanye ibada kwa moyo ulio sawa. Kwani hata Paulo na Sila, kwani unafikiri milango ilifunguka kwa sababu gani? Unafikiri walikuwa wameita moto? Walikuwa wameita chochote? Maandiko yanasema walikuwa wakisifu, walikuwa wakiimba, lango ya gereza ikafanyaje? Ikafunguka. Haleluya kanisa.